mtazamaji wa Benkiko Creativity, na kipindi kama kawaida ni Campus Live. Na leo bwana, leo tuko na mgeni wetu, mgeni mkubwa sana amekuja hapa. Leo tupo na Chama. Tupo na Chama ndani ya studio. Leo tupo na Chama. Kwa hiyo nataka kwanza mheshimiwa jitambulishe, alafu sasa tuendelee kama tunavyoendeleaga. Mheshimiwa, karibu sana kwenye studio zetu. Nikushukuru sana. Kwanza mimi sio mheshimiwa. Unataka kukataa? Mimi sio mheshimiwa. Mimi ni ndugu. Ndugu Mabula Marco Mabula. Okay. Ni katibu wa UVCC, Senate ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam. Katibu wa UVCCM, Senate ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Dar es Salaam. Ndio. Karibu sana. Na leo bwana, tumefurahi sana kuwa na wewe kwenye kipindi hichi, kwa sababu tutapata madini kidogo. Hii tunaongelea kuhusu maisha ya chuoni, na watu tunaita campus life. Sasa tunataka tujue kwenye maisha ya vyuoni siasa ipo kwenye upande gani? Wanafunzi wanafaidikaje na siasa, au wanafunzi wanaingiaje kwenye siasa, au wanafunzi wanapikwaje kwenye siasa? Na wewe kwa sababu ni kiongozi wa UVCCM mkoa wa Dar es Salaam, pia itakuwa ni vizuri sana tukaongea na wewe. Na siku ya leo, mada ya leo ni kwamba tunaongelea siasa za vyuoni. Tunajua sasa hivi kipindi ndio kipindi ambacho uchaguzi wa vyuo mbalimbali unakaribia, si ndio? Kabisa. Vyuo vingi sasa hivi vinakaribia kufanya uchaguzi wa marais na serikali kwa ujumla. Kampeni zishaanza kimya. Kumbe kampeni zimeanza. Huko wapi kampeni zimeanza kimya? Una siri wewe na utatuambia? Mau movement inaisha. Sasa bwana mheshimiwa, hebu tunataka tuongelee kitu kimoja. Tunajua kwamba sisi tunapata maneno ya chini kwamba kwenye serikali za wanafunzi, kwenye vyuo vyote Tanzania tuseme, si ndio? Ili uweze kupita kuwa rais, CCM lazima ikujue. Kama ikujue ina mchango fulani. Ina mchango fulani. Hebu tuanze kuongelea hapo hiyo. Yaani ni kweli, yaani watu wajue kabisa kama wewe sio wanachama CCM imekula kwako. Nimeshukuru kwa swali zuri. Bwana, huku vyuoni bwana tuna utaratibu mzuri tu wa kuzipata serikali za wanafunzi. Unajua ukishakutana wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali ndani ya Tanzania, na kuna vyuo vinachukua mpaka foreigners kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, tunaongozwa na katiba za serikali za wanafunzi. Kwa kila chuo ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam kuna miongozo yake ya kupatikana kwa serikali za wanafunzi. Kwa hiyo kwetu sisi, kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, sababu mimi nitazungumzia kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wana CCM, kwa wana CCM ambao watakwenda kugombea kwenye serikali za wanafunzi, wale ndio ninaweza nikawasemea kwamba wao hili waweze kukaa pale kwenye zile nafasi, kama wanatokana na Chama cha Mapinduzi, lazima tu tunamfahamu. Lakini kwani kwenye vyuo kuna chama kwa labda useme wanaogombea wanakuwa labda wengine wa chama cha CCM, wengine Chadema, inakuwa hivyo. Sasa unajua chama ni itikadi, ambayo itikadi mtu anakuwa nayo kwenye nafsi yake kwamba bwana, mimi falsafa ya Chama cha Mapinduzi, kwamba mimi itikadi ya Chama cha Mapinduzi nimeielewa. Itikadi yake ni 1 2 3. Itikadi ya Chadema ama falsafa za Chadema mtu anakuwa nayo ndani. Sasa muuliza swali kwamba kwenye vyuo huku kuna vyama. Kwanza mwanafunzi kupitia sheria yetu sisi inamruhusu mwanafunzi kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa. Inamruhusu. Maana yake kilichozuiliwa ni kufanya activity za siasa kwenye campus za vyuo, ndani ya vyuo, lakini haimzuii mwanafunzi kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa. Kama ni hivyo basi, hata tunapokwenda kwenye hizi chaguzi za serikali za wanafunzi, mimi naweza kukuthibitishia wanaogombea wale typically wanakuwa na itikadi za vyama vya siasa. Lakini kwa wewe inakuwa ni kimya hadi haiongelee. Kwa sababu unajua unapokuwa unahudumia wanafunzi, hauwezi ukasema mimi nitawahudumia wanafunzi wa CCM. Kuna wanafunzi ambao hawana vyama, kuna wanafunzi pia wana vyama tofauti na wewe. Tumeelewa vizuri. Kwa hiyo sisi kama chama, kwa upande wa vyuo vikuu, chama chetu kimetoa utaratibu mzuri kwamba wanafunzi wanaokuwa ngazi ya vyuo vikuu
wanaratibiwa. Shughuli zao zote za kichama zinaratibiwa na Senate. Okay. Ambao Senate ukisoma kwenye mwongozo wetu sisi wa vyuo vikuu ina maana ya ni muunganiko wa matawi ya UVCCM vioni kwenye mkoa husika. Ndio inaitwa Senate. Aha. Maana mtu anasema mimi ni katibu wa Senate, maana ni katibu wa vyuo vyote wa mkoa wa Dar es Salaam ambao vinachukua wanafunzi wa itikadi ya CCM. Sasa tunapokwenda kwenye hizi chaguzi, sisi kama chama huwa tunatamani tuzishike zile serikali za wanafunzi. Hakikisha kuna jamaa yetu pale. Kama tunatamani kuzishika hatua halisi hawa vyama vingine, kwa maana ya kwamba wao kutokana na itikadi zao sio sawa na sisi kwamba wazishike. Tunakwenda kwenye competition. Yes, anatokana na itikadi ya chama fulani. Na sisi tutasimamisha kada ambaye tunaamini wanafunzi watamkubali, watamchagua. Kwa hiyo tunashindana, tunakompete. Ndio siasa za wanafunzi vioni zinavyokuwa. Lakini sisi tulikuwa tumesikia kwamba ukitaka kushinda huwezi kushinda kama sio kada wa CCM. Hiyo naweza nikaisemea kwa sababu gani? Hiyo naweza nikasema kwa sababu moja. Kwanza vijana wengi wanaojihusisha na siasa vioni sio wengi kiasi hicho. Okay. Yaani ukifuatilia kwa mfano za chuo cha NIT pale. Unaweza kukuta kuna wanafunzi 20,000 lakini wanaojihusisha na siasa wakuta hata robo hawafiki. Okay. Unaelewa vizuri. Na wengi wanaojihusisha na siasa, wengi wao ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Okay. Wengine wanaogopa kutokea. Maana yake ni kwamba naweza nikaungana na wewe kwamba watu wanaamini bila kuwa kada wa Chama cha Mapinduzi ni ngumu sana kutoboa. Kwa nini kutoboa? Kwa sababu wanaokwenda kukunadi, wanaokwenda kuombea kula, wanaokwenda kupigia kula wengi wao ni wana CCM. Sasa ngoja hapo. Kwenye tangia umekuwa labda kwenye huu wadhifa wa uongozi, umeshawahi kupata scenario kwamba kuna mtu au kuna kiongozi ameshinda ambaye sio kada wa CCM chuo chochote Tanzania? Nakumbuka ishatokea. Sasa nikitaji chuo. Alishinda bwana mmoja. Yeye itikadi yake sio wakati wangu mimi nimeingia nimemkuta akiwa madarakani. Lakini hivi tunavyozungumza tushamtransform sasa ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Mitano tena. Sio dhambi. Sio dhambi. Okay. Mtu kuwa rais wa serikali wanafunzi halafu ana itikadi ya chama kingine. Okay. Na mara zote watu wanakosea tu. Sisi wale ni ndugu zetu. Jukumu kubwa ambalo sisi viongozi wa chama vioni tunapewa ni kuhakikisha karibu kila mwanafunzi, kila kijana anaitambua vizuri itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Tunamshawishi. Unamshawishi vipi sasa? Takupa scenario ya huyo rais alijiungaje na CCM. Yeye ilifika wakati wanafunzi wake wamepata changamoto sana. Changamoto wanadhani ni masuala ya bima na wengine gumu. Pesa zilichelewa kuingia kwenye chuo chake. Hatari. Sasa wanafunzi wako wanalalamika. Maana rais ufanyi kazi na nini. Amezunguka kote. Nenda kwa loan officer, nenda wapi, anapigwa danadana. Ikabaki option moja. Kuna mwanafunzi ambaye ni kada wa CCM na alikuwa kwenye serikali ya huyo rais. Wakati ule mimi ndo nimeingia kwenye ukatibu, alinipigia simu nakumbuka, akaniambia katibu, chuo kwetu sisi vyuo vingine vyote tumepata bure, lakini kwetu sisi bado. Okay, sawa. Vyuo vingine vyote tunatumia namba za NIDA kwenye issue za bima, lakini sisi kwetu bado. Lakini rais hana pa kwenda, yani anazungushwa. Nikamwambia rais wako ni nani? Anaitwa fulani. Ndio yule. Basi mwambie aje tuzungumze ofisini. Chanzo kikaanzia hapo. Kwa hiyo akaja ofisini tukazungumza. Akaniambia bwana katibu, mimi kuna moja mbili tatu. Lakini nikamuuliza, wewe rafiki yangu, itikadi yako ya chama iko vipi? Akaniambia mimi sio wa sisi, mimi ni kada wa Chadema. Lakini kwenye kutatua changamoto nadhani unaweza ukanisaidia. Akaniambia sawa. Kwa hiyo na mimi kwa namna ambavyo na mahusiano na vile nilienda chuo moja kwa moja. Kazungumza na loan officer. Issue ilikuwa ni bodi ya mikopo, tukaenda naye bodi ya mikopo kufuatilia changamoto. Na tumetoka bodi ya mikopo kesho yake tu ile fedha ikawa sasa CCM manake kuna muda inaweza ikaamua kufanya vitu labda hiki kiende hiki kisiende ili kutengeneza mifumo yake iende. Hapana, hicho ambacho mimi nakwambia sio kwamba tatizo lilitengenezwa na CCM. Yaani ilikuwa ni ufuatiliaji tu. Yeye hakujua channel pa kupita. Unajua
Chama cha Mapinduzi ndicho ambacho kimepewa ilani. Okay. Kwamba kilitoa ilani kwa wananchi, kikaikabidhi ile ilani kwa serikali. Serikali wao wana wajibu wa kuitekeleza ile ilani. Maana yake kama mwanafunzi analalamika, mimi stahiki yangu itakuwa niipate ndani ya siku 60, fedha yangu imeingia. Ndani siku 60 zimeisha, alafu ile fedha haijaingia na hajapewa sababu kwa nini fedha haijaingia. Okay. Akija kwa sisi Chama cha Mapinduzi, regardless yeye ana itikadi ya chama gani, sisi jukumu letu namba moja apate haki yake. Ili kuendelea kukiweka chama kwenye midhania ambayo wanafunzi wasikichukie. Okay. Kwa hiyo alipoleta ile changamoto, mbona kweli wanaonewa? Kama kuna shida tufuatilie shida ni nini. Kwa hiyo inamaanisha Chama cha Mapinduzi ni kwa sababu kina channel kubwa. Kinafahamu njia za kupita kwamba kupita wapi na wapi. Shida ni nini, kwa nini, na hata kama isingetatulika ile changamoto kwa wakati ule, sisi tunaamini tuna utaratibu mzuri sana wa kuwasilisha changamoto. Sasa unaweza ukatupa angalau njia ambayo nyie mnaitumia kuhakikisha kwamba kiongozi ambao sisi tunamtaka anaingia madarakani, kwa sababu wengi wanaambia kwamba Chama cha Mapinduzi kinahusika kwa kupiga kura kule sio? Lakini nyinyi mnaweza mkasema tunamtaka mtu fulani awe kiongozi. Nyinyi mnajua mnatumia njia gani ambazo kumfanya yule mtu kuwa kwenye uongozi pale? Au ni siri ya kazi? Sio siri ya kazi. Kwanza unajua hizi chaguzi za vioni huwa zinafanyika hadharani. Hakuna uchaguzi ambao unafanyika chumbani. Na ndio uzuri wa siasa. Siasa cheza mchezo kila mmoja uone. Wanakuja contestants mbalimbali, watu wanakuja. Sasa kama watu wakiwatokeza kuwania zile nafasi, maana yake wanakuwa na Mungu huko nyuma na makundi. Ndio nilikwambia nikakupa tathmini ndogo. Mimi kwa muda ambao nimehudumu, nimekuja kugundua wengi wanaojihusisha na siasa za vioni wana itikadi za vyama mbalimbali. Ile mostly ni Chama cha Mapinduzi. Ndio ukweli huo. Sio, umenielewa? Maana yake ni kwamba wale wanaokwenda kumuombea kura huyo mtu madarasani, wengi wao wanakuwa ni makada wa CCM. Umenielewa? Na kama kutatokea kuna makada wa vyama vingine ambao na wao wameweka mgombea wao, sisi itakuwa ni bato chini kwa chini kwamba okay, tunajua tunapambana hapa kushika serikali. Okay. Tuna contest ambaye ni mwanachadema, lakini tunamgombea ambaye anatokana na sisi, makada wa CCM. Kwa kila mmoja ni mbinu sasa kushindana mbinu. Okay. Nani anaweza akawawini wanafunzi kwa kuwashawishi mwenye sera nzuri wamchague. Kwa hiyo mnahusika pia kuna kumtengenezea mtu sera. Lazima, unajua sio kwamba tunahusika. Unajua haya mambo ya uchaguzi wa wanafunzi ni mtu mwenyewe kwamba anakuwa na vipaumbele gani. Lakini mara zote sisi chama huwa kwa sababu wanakuja makada wengi. Wanatamani kugombea hizo nafasi. Kwa mfano mwaka jana CD watokea makada swili 8 wote wa CCM. Karibu wote wa CCM. Sasa hauwezi ukapata marais 8. Maana yake nyie chama mna wajibu sasa wa kuangalia kwa mienendo ya wanachama wao. Nani anafaa? Kwa umadhubuti wao. Kwanza yule ambaye hamtoweza kumtilia shaka juu ya ukada wake wa CCM. Okay. Lakini yule mwenye umadhubuti wa kutatua changamoto za wanafunzi. Lakini kubwa zaidi yule ambaye anaweza muda na wakati wowote akaitwa na chama akakisikiliza chama kinasema nini na tukaenda pamoja. Kwa hiyo ukiangalia hizo sifa zote hata waje makada 200 sitawachuja. Okay, sasa hapo kuna vitu viwili nataka tuvidiscuss hapa kidogo chap. Kitu cha kwanza nataka watu ambao wanaangalia campus life. Sasa tunaongelea maisha ya chuoni, sio? Maisha ya wanafunzi vioni. Kuna wengine hawaelewi kwa nini kuna siasa, yaani hawajui kwa nini kuna UVCCM. Mtu akiwa UVCCM anafaidikaje na ni kwa nini kumeanzishwa UVCCM? Yaani unajua hiyo UVCCM ni mpango wa chama kuwapata watu. Lakini mwanafunzi yule anafaidikaje kuwa kwenye CCM akiwa chuoni? Au ndio vijana wanatumika kama nguzo ili wengine waweze kupata nafasi. Sasa hapo tuwekee hapo tuelewe ni kwa nini. Sasa kwanza UVCCM kama UVCCM kwenye chama chetu ni moja kati ya jumuiya. Chama chetu na jumuiya 3. Na ipo jumuiya ya wanawake, ipo jumuiya ya wazazi, lakini ipo umoja wa vijana wa CCM. Ambapo kwa umoja wa vijana wa CCM ndio jumuiya pekee ambayo imepewa majukumu na Chama cha Mapinduzi kuwalea na kuwaoka vijana kuwa viongozi bora wa leo na kesho. Maana yake ni kwamba mtu anapokuja ndani ya umoja wa vijana wa CCM, zipo faida ambazo yeye mwenyewe anazipata. Lakini faida ya kwanza ambayo mimi ninaweza nikasema, tuanze na yule mtu ambaye ana malengo ya kukua kiuongozi. Umoja wa vijana wa CCM ni daraja zuri la yeye kujifunza uongozi. Kwa mfano, mimi nimefika chuoni mwaka wa kwanza
nikawa mbunge darasani, lakini baada ya kuwa mbunge nikagombea kwenye chama, nikashinda kuwa mwenyekiti, nikaachana na darasani, nikaachana na ubunge, kuwa mwenyekiti wa tawi la UVCCM chuoni, nikakaa miezi 8, nikagombea mkoa, nimeshinda mkoa. Maana yake huwa nikijifanyia evaluation mwenyewe ya kiuongozi tangu nimeingia mpaka hapa nilipo, naona kuna improvement kubwa sana. Maana yake ni kwamba hizi improvement za kiuongozi nazipata ndani ya UVCCM. Of which ukienda kwenye vyama vingine huwezi kukuta kitu kama hiki. Watu wanakwenda tu kama manyumba. Okay. Kwa hiyo ukiwa ndani ya UVCCM, kwa yule mwenye vision ya kuwa kiongozi, ni sehemu salama ya yeye kujifunza na kupractice uongozi kwa vitendo. Lakini kwa yule sasa ambaye sio hataki kuwa kiongozi, lakini anatamani kujiunga na CCM, yeye atanufaika na nini? Ndani ya umoja wa vijana wa CCM, kwanza utajifunza kwa karibu kuijua ideology ya chama, itikadi ya chama, kwamba CCM ni chama cha namna gani. Kwa nini kimeweza kushika nchi? Kwanza kwa nini kimeweza kukomboa taifa letu? Kwa nini kimeweza kushawishi mataifa mengine yakapata uhuru kirahisi bila kumwaga damu? Kwa nini kimeweza kuleta maendeleo tangu tumepata uhuru mpaka leo? Kwa hiyo akiwa ndani sasa ya CCM, kupitia umoja wa vijana wa CCM, ataelezwa kuhusiana na yale ambayo CCM ilikuwa ikiendelea kufanya kabla ya uhuru, tulipo sasa hivi na tunakoelekea. Sasa faida yake ni nini? Tunakwenda kutengeneza taifa la vijana ambao ni wazalendo, ambao watakuwa tayari kulipigania taifa lao. Sisi tunaamini kitu kimoja ndani ya Chama cha Mapinduzi, ukiwa ndani ya umoja wa vijana wa CCM, ukafundishwa na ukaiva kiitikadi, unakuwa una ile attachment ya moja kwa moja na historia ya nchi yako. Kwa hiyo mtu anakuwa anaifahamu nchi sio kwa sababu tu ni mwananchi, lakini anaifahamu kwa sababu anajua tulikotoka, tumetoka wapi, sisi imeitoa wapi taifa lao. Sasa hebu tuambie hapo kitu kimoja, tupe ukweli na uhalisia kwa sababu kuna wengine wanaingia ndani ya CCM kwa sababu wanaona kwamba sasa hivi CCM imeamua kuweka fursa zote kwa watu ambao ni wanachama. Umeona? Kwa hiyo mwingine anaona kwamba nisipokuwa CCM naweza nikaenda kutafuta field display. Yaani mtu field anaweza akakuwa sababu sio mwanachama wa CCM. Moja ni kubwa sana. Na hiyo field nakumbuka mwaka jana walikuja watu. Nadhani waliletwa na mbunge, sikumbuki ilikuwa ni chuo gani. Ndio pale ofisini akaleta list ya majina vijana kama 200. Hatari. Hawa vijana wote katibu naomba usaidie wapate field. Sisi wajibu wetu ndio maana nasema ukishakuwa chama dola una wajibu wa kuwasaidia. Huwa tunakwenda kuwaombea kweli. Tunawaombea bana kuwasaidia na vijana wapate sehemu za kujitolea, wala wafanye masomo yao kwa vitendo. Na bahati nzuri hatusaidii wote. Unaweza ukatokea mpeleka watu 20, ukapolewa 10. Wala wao umewasaidia kuliko kutofanya kabisa. Lakini unachokisema kwamba kuna wengine wanaingia kwenye siasa hizi kwa sababu ya fursa. Mimi sikatai na huo mtizamo. Ni kweli wapo watu ni optimistic. Yaani mtu anatizama sasa hivi hapa anajiona anachukua labda degree yangu au masters, yaani anajionea mtu fulani mbele. Kwa hiyo anaingia kwenye chama cha siasa sio kwa ajili ya kukisaidia chama kuendelea kiwe vizuri kwa wananchi, lakini anajitizamia yeye mwenyewe binafsi. Lakini anapoingia ndani ya chama ndio yale ambayo nimekwambia, sisi tunao madarasa ya itikadi. Tunampokea kila aina ya mtu. Leo mimi mtu aje na itikadi yake ya Chadema nitampokea. Tutampa muda wa matizamio, tutampiga shule. Ataiva wewe bwana, sisi itikadi yetu ya sisi haikutaki wewe kuwa mtu wa hivyo, kuwa mtu wa fursa tu. Sisi tuna 1, tuna 2, tuna 3. Sasa tukishindwa kuelewana yule tunamweka pembeni. Na tumewaweka wengi pembeni kwa sababu hiyo. Yaani mtu yeye anakuja kwenye fursa tu, lakini ikitokea kujituma, kwa mfano sasa tuna zoezi la uandikishaji. Tunakuona wewe ni mwana sisi. Tupo na wewe. Tunajua sisi sasa hivi tunahamasisha vijana wakajiandikisha. Lakini tunakuita tafuta vijana 20 wakajiandikisha utaki. Tunakuweka pembeni. Kwa tumekuwa na mchakato huo, na naamini ndani ya vyuo vikuu hawa watu hawezi kusikana. Lakini ni kweli kwamba sasa hii nadhani ndani zaidi. Si kama unaweza ukatuambia ukweli. Leo sio kweli. Wewe bado kuna sehemu yako sijali. Mimi nataka nijue. Hivi ni kweli CCM unajua CCM bwana ni chama ambacho kwani kimejipanga, unajua kipo vizuri. Na ukisema kimejipanga, ukiongea kuhusu siasa ni ukweli ni mchezo mchafu. Unajua? Sasa nataka nijue. Hivi ni kweli kwamba kuna namna ambayo CCM inafanya
najua ni lazima iwe hivyo, unajua yaani kuwateka watu, unajua kuna muda mwingine naweza kusema yaani ili kuwakusanya watu, kuwavuna labda useme vijana, kuna ile namna ambayo anasema tunataka watu yaani wale wengine wanaweza kuwa na baniwa fulani hivi. Kwa mfano kama wewe sio mwanachama wa CCM, unaweza kuwa na baniwa fulani hivi, yaani kwenye mkina kuna kitu kingine unaambia au ni watu fulani washachukuliwa, yaani wale wa CCM wanapewa kipaumbele sana. Sasa hapo mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua tuwe realistic sana. Okay. Kwenye issue ya fursa, sisi viongozi wa chama kwenye vyuo vikuu huwa tunapenda vijana wetu wapate fursa. Lakini hiyo huo ni mpango wa kupata watu. Sio vijana wetu tu wapate fursa. Vijana wenye sifa. Okay. Yaani moja kati ya sehemu ya kumshawishi huyo mtu aje. Yana akili zake. Unajua mtu wa chuo kikuu uwezo ukachukua kama ni mtu wa kinagate tu na kumdanganya unavyoweza. Sio mwenyewe vizuri. Okay. Maana yake ni kwamba huwa tunajaribu kukusanya hizo fursa. Tunabisha wenyewe ndio mnazitafuta, tunatafuta wenyewe hizo fursa. Kama kwa mfano tunajua utaratibu sasa hivi Mheshimiwa Rais ametoa utaratibu wa kuchukua mikopo ya 442, mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na kundi la watu wenye ulemavu. Sifa ni kijana, sifa ni mwanamke, sifa ni mtu mwenye ulemavu. Sisi kuna vijana wetu wa Chama cha Mapinduzi wana sifa hizo. Kwa maana tutakachokifanya ni kwamba tutawahamasisha, tutawapa elimu juu ya hiyo mikopo. Tuambia ombeni, wataomba kwa kufuata utaratibu kwa sababu wana sifa. Watapewa. Sasa ni vibaya kumtafutia fursa mwanachama wako ili aendelee kukiamika. Sio vibaya. Mheshimiwa, naona muda umetupa mkono kidogo. Tunaenda kwenye mapumziko dakika moja, alafu tukirudi nadhani tunaingia kwenye kipengele kingine ambacho ni hot chair. Mzee, unaingia kwenye hot chair. Tumerudi tena na kipindi kama kawaida ni Campus Live. Sasa mimi najua ndo muda wa Koko kutamba sasa kwenye mic yake. Koko kipindi sasa alikuwa amekaa kimya kama hayupo jamani. Sasa hivi ni zamu yake kutamba. Koko, mimi simo kwa ulipo sasa hivi. Tuambie umetuandalia nini siku ya leo? Leo kutokana na mgeni wetu ni kijana mmoja amesema yeye tusimuite mheshimiwa, yeye ni ndugu. Hapo nilisahau hivi. Alafu sio kumuuliza hilo swali. Ni kwa nini hawataki kuitwa mheshimiwa, hawataki kuitwa nini? Kiongozi. Yaani tuna namba watupe hizo protocols. Inawezekana tukao na sisi tunatakiwa tuzijue. Sasa unajua chama chetu sisi kupitia ahadi za wanachama zimemthaminisha kila mtu kwa kutambua utu wake na heshima. Yaani sisi wote wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuanzia mwenyekiti wetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akija ndani ya chama haitwi mheshimiwa. Tunamuita ndugu Samia Suluhu Hassan. Kwa nini yani ni ile kuthaminisha watu wote ni sawa. Watu wote wawe sawa. Watu wote ni sawa. Kwa hiyo kwenye system tunasema ndugu yangu. Haya, comrade. Okay, comrade. Sawa. Twende Koko. Basi mimi kwa heshima na taadhima naomba niweze kumuuliza ndugu yetu Mabula Jayara. Okay. Mimi naweza nikachukua nafasi kuuliza kama mwenyekiti wa UVCCM, unadhani vijana wa Tanzania wana nafasi nzuri ya kushirikishwa kikamilifu katika uongozi na maamuzi ya kisiasa, na pia changamoto gani zinawakumba vijana katika siasa za Tanzania? Hapana, sasa ni maswali mengi kidogo. Yaani vijana. Ila mheshimiwa tunaomba tueleze kiufupi maana video usieleze sana. Vijana wana nafasi ya kushiriki siasa. Wana nafasi kwa maana siasa ndio kila kitu. Siasa ndio inaamua vijana waishi vipi, wasome vipi, waendesheje maisha yao, shughuli zao zote za kiuchumi. Nafasi ya kijana kushiriki katika siasa ni ipi? Na namna mbili ya yeye kushiriki kwenye siasa. Namna ya kwanza ni kushiriki kumchagua kiongozi ambaye anaweza akabeba changamoto zake na kuzitatua. Hiyo ni namna ya kwanza. Lakini kijana anaweza akashiriki siasa kwa yeye mwenyewe kujitokeza kwenda kuchukua fomu, kugombea kwa nafasi mbalimbali. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali kuu ya madiwani, ubunge na urais. Kijana mwenyewe anaweza akajitokeza kugombea.
udiwani, ubunge, kuisha kwenye chama chetu kama Mapinduzi. Urais tushamaliza. Kwa hiyo lakini mheshimiwa ngoja kwa nini tunaingia bala unajua CCM ni namna fulani hivi unawahamasisha. Nasikia kabisa sehemu kila sehemu wanasema tunataka watu wajitokeze kuja kugombea, lakini tunajua kabisa sio kitu kirahisi, kwa sababu kule pia kuna watu na watu wao, kuna wajumbe kule. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mimi nitakupa mfano mdogo kwenye uchaguzi uliomaliza wa serikali za mitaa. Okay. Mtaa wa Kekojuu Temeke. Pale kulikuwa kuna mwanamama amekaa miaka 20 mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwenye uongozi. Mwaka jana nilienda chuoni pale Luse. Nikawaambia vijana kwenye kikao cha ndani. Kaambia hivi nyie mnafurahi kuwa mnakwenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa mnamuomba barua, anawachelewesheni barua. Sema hatufurahi. Kaambia basi chukueni hatua, gombeeni chocheo. Leo tunavizungumza. Luse wana mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Luse wana mwenyekiti wa serikali ya mtaa anayetokana na wanafunzi. Anaweza kushinda. Hiyo ni hatua nzuri, lakini ni strategy. Ni strategy. Yaani ukiona kuna watu washapangwa kule jamani. Hawapangwi watu kule sisi. Hapana. Mimi nakupa mfano. Dar es Salaam tuna mitaa 600 na 564. Mitaa 7 inaongozwa na wanafunzi. Mitaa 7 inaongozwa na wanafunzi. Kwenye nafasi za wajumbe wamo wanafunzi wengi tu wameingia, wamepambana, wameshinda. Changamoto ya vijana ni uthubutu. Yaani mtu anaamini kile cheo ni cha mwafulani, kile cheo ni cha mwafulani. Kwa mtu, lakini sio rahisi mtu kutoka from nowhere akaamua jihusishe na siasa. Lazima kwanza awepo labda mjua sana. Kila mtu anaamini si rahisi kufika pale alipo, lazima kuwe na movement. Lazima fulani. Mimi nitagombea. Shikilia viti yote. Okay. Shikilia anasema. Uliuliza changamoto pia kwamba unafikiri changamoto gani ambazo zinakumba vijana katika siasa? Kwanza uchumi. Ukishaingia kwenye siasa ukakosa uchumi inaweza ikakushoka. Kama huna misingi mizuri. Watu wanaamini kwa kwenye siasa lazima uwe na fedha, lakini mimi huwa siamini hivyo. Mimi naamini ukishakuwa na maono kama kiongozi, fedha itakuja tu. Ila changamoto ya vijana wengi kukosa uchumi wa kujisimamia, kwamba mimi nina kiasi kadhaa sasa natakiwa ni invest kwenye shughuli zangu za kila siku, lakini hiki ni invest kwenye siasa. Changamoto. Leo utakuwa unafanya mobilization ya vijana waunge mkono. Hata hela tu kutoa posta kwamba mimi ninagombea utafanyaje siasa? Mwisho wa siku unakimbilia kubeba begi la mgombea mwenye fedha. Atakupatia $500, lakini akishapata kile cheo anatoweka. Lakini ukiwa na fedha yako huwezi kubeba begi la mgombea. Fedha inapata wapi? Sasa ndio hicho sasa, fedha ndio fursa zenyewe ambazo tunazungumzia. Kishakuwa kwetu utakwambia bwana kuna fursa sehemu fulani, hebu tuchangamkie. Asipokuwa kwenu tena ndo basi. Au hata tafutiwa kwa na wenzao. Kila mtu wale kwao. Kila mmoja wale kwa upande wake. Kwa hiyo ndio changamoto. Lakini changamoto nyingine ni ya uthubutu. Uchumi ni ya kila kijana. Uthubutu sasa. Vijana wengi kwa mkoa wao ni mdogo sana kwenye mambo ya siasa. Huwa inafikia kwamba wanadhani kijana akijihusisha na siasa anakuwa kama vile mzee fulani. Yaani ndio wana hiyo dhana. Siasa ni watu, yaani siasa ni watu wenye umri fulani wameenda. Lakini mimi ni wahamasishe vijana waache hizo fikra, wajitokeze kugombea, si tutaunga mkono, tutawasupport. Sawa. I say muda umekimbia sana, lakini naona kama mambo bado yanakuwa ni mengi. Mimi kidogo kabla hatujamaliza hapo, nilishawahi kufanikiwa kuhudhuria uchaguzi wa UVCCM chuo fulani. Bana, ilikuwa vita. Sasa sijajua hichi kitu waga ni kipo kote, na yeye kama katibu mbona inataka nifahamu. Je, chama au umoja, niseme chama, kumbe ni umoja tu wa vijana. Umoja wa vijana UVCCM, kuna watu wao wakiwataka kwenye uongozi lazima wawe, hata kama maslahi ya wananchi sio kwa yule mtu, au wananchi ndio wanaosikilizwa sana. Kwa sababu ile siku malalamiko yalikuwa hivi, waliomtaka ambao wamepiga kura sio yule aliyepita. Wakawa wanasema kwamba aliyepita ni watu waliokuwa wanamtaka wao, sio
Mimi hapo ndio tunatakiwa tujue watu ndio wanaamua. Unajua tunasema the government is the people of the people by the people in the people. For the people between the people. Nimegoloa nzuri. Sababu hajataja chuo ni jibu tu kwa uzoefu wangu. Unajua kwa ngazi ya vyuo vikuu mkoa anayekuwa mkurugenzi wa uchaguzi kwenye matawi yote ni mimi. Okay. Yaani kwa nafasi yangu ya ukatibu ndiye mkurugenzi wa chaguzi zote na vyuo vyote mkoa huu wa Dar es Salaam. Okay. Maana yake kile kitotokea kwenye hicho chuo ambacho tunakitaja naweza nikawa kwa nafasi nzuri ya kujibia. Utaratibu wa uchaguzi huwa ni kwamba watu wanachukua fomu. Wakishachukua fomu wanafanya usahili ngazi ya tawi. Usahili ngazi ya tawi ukifanyika wanaleta mkoani. Sisi ngazi ya mkoa kamati ya uratibu tunapitia yale majina, tunaojesha wagombea. Tukishaojesha wagombea yanaambatana na msimamizi wa uchaguzi na mkurugenzi wa uchaguzi anakuwa ni katibu wa tawi husika. Wanafanya uchaguzi. Kitakacho kwenda kuamua nani awe kiongozi, nani asiwe kiongozi ni wanachama kwenye mkutano husika. Sasa hilo zuri. Na wakujua kwamba wanachama wamempigia kula fulani na amenyimwa haki yake kushinda. Mimi naweza nikasema ni uzembe wa yule mgombea, kwa sababu msimamizi anapokuja kwenye uchaguzi anakuwa anawaambia wagombea, leteni mtu unayemwamini asimamie kula zako. Na ule uchaguzi unaendeshwa kwa wazi. Mimi chaguzi zote ambazo nakwenda tunaleta box pale, piga kura, ukishamaliza kupiga kura, leta mawakala, hesabu pale, mtangazeni aliyeshinda. Shida ni ile mtu anakuja na over expectation. Yaani anatoka chuoni anaamini mimi nimeshakuwa mwenyekiti. Mimi nishakuwa katibu. Sasa akifika kwa kukutana wajumbe, wakishamnyoosha anarushia zigo kwa wasimamizi wa uchaguzi. Lakini kiukweli inakuwa sio hivyo. Inakuwa sio hivyo. Mheshimiwa, asante sana kwa kipindi. Koko najua bado hujatosheka Koko. Siwezi kuongea sana hata kwa sababu muda nao hauturuhusu. Muda hauturuhusu, lakini haya mambo bwana. Haya mambo tuachie wenyewe. Sasa bwana, hebu kwa sababu huyu ni tunajua sio msanii, kwenye kipengele chake tunaweza tukanane kidogo sio sana. Sasa hebu tuende tena mapumziko dakika moja alafu turudi kwenye kipengele cha mwisho ili tumalizie kipindi chetu. Yuri Champion! Muda sasa wa kukiwasha ile ligi yako pendwa ya Yuri Champion msimu wa pili hii hapa. Mwanachuo umejipangaje? Unaenda kukutana na wadau wa vyuo kibao kuonyesha uwezo wako kwenye kategori mbalimbali, talents, games, social works na burudani kibao. Wanaitwa football. Ligi inaanza mwezi wa 5 na kabla ya ligi tutakuwa na mechi za mtani bingwa. Nani mtani bingwa chuoni kwenu? Hivi ni Simba au Yanga? Mtaamua nyie. Yuri Champion 2025, wadau na wadhamini mnakaribishwa kushiriki nasi katika ligi hii kubwa ya vyuo Tanzania. Na kama itoshi, baada ya yote tunafunga na bash. Wasanii wa Bongo Flava na vyuoni wataperform. Wadau na wadhamini wanaohitaji kushiriki wasiliana nasi kupitia 0699 505070. Yuri Champion 2025 kimewaka. Kiki ya mambo ya kizunguni. Okay, tumesharudi tena hewani jamani. Kipindi ni Campus Live na sasa tunakuja kumalizia kipindi chetu, lakini wakati tunamalizia sasa hiki kipengele chake mgeni wetu aweze kujielezea, aweze kutuambia vitu ambavyo vinavyo. Lakini mimi ningependa atuambie kidogo kuhusu, kwanza tunajua kabisa kuna uchaguzi wa tahiliso unakuja, kuna uchaguzi wa vyuoni wa vyuoni, yaani unajua wale marais wa vyuo vyote unajua mwezi wa 4 ndio kampeni hizi, mwezi wa 5 uchaguzi. Pia kuna uchaguzi wa serikali unakuja ya nchi, uchaguzi mkuu. Umejiandikisha ndugu yangu? Mimi nimeshajiandikisha mapema sana, mimi sicheleweshagi mambo. Alafu kitu kingine cha mwisho nataka pia atugusie kidogo. Kuna kitu kinaendelea huko jijini hatujui kipoje. Unajua sisi wanasiasa sana. Kuna watu wanasema no reform no election. Hapo hatuelewi mambo yamekaje hapo. Uchaguzi utakuwepo au utakuwepo? No reform no election. Uchaguzi upo au haupo? Tujue kabisa tumejiandikisha lakini hatupigi kura. Nakushukuru. Kwanza nianze na hii ya uchaguzi wa serikali za wanafunzi. Okay. Nafahamu muda si mrefu, nadhani baada ya hivi vyuo kuwa vimefunguliwa vyote, wengi huwa tunakwenda kutengeneza serikali za wanafunzi mwezi huu wa 5 unaofuata. Sasa niwatie moyo vijana makada wa Chama cha Mapinduzi wakagombee nafasi. Sio kitu kizuri sana
kuna makado wetu wa CCM pale, alafu chuo kishikwe na watu ambao hawana itikadi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi niwahamasishe vijana wetu wa Chama cha Mapinduzi, muda utakapofika vijana wakagombee, na sisi tutawaunga mkono kuhakikisha yule mwenye sifa akashinde watumikia wanafunzi. Lakini kwa ujumla tuna uchaguzi wa TAHLISO, jumuiya ya wanafunzi wa elimu ya juu nchini. Wana uchaguzi wao nadhani tarehe 5 mwezi wa 4, na wao pia marais wa serikali za wanafunzi. Ni wahamasishe wanafunzi, ni wahamasishe wakachukue fomu. Chukue fomu, lengo ni kuwatumikia wanafunzi, kero za wanafunzi waweze kutumika, lakini kuhakikisha ile dhana ya mtu kuwa kiongozi aanze kukatiza chuo, na kutoka anakuwa na uthubutu wa kwenda kugombea nafasi za serikali kwa nchi. Lakini umeuliza pia issue ya serikali, uchaguzi wa serikali kuu. Tuna mchakato unaendelea hapa katikati na unaisha leo, nadhani ni wa uboreshaji na uandikishaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Sisi kwa mfano kwa upande wa Dar es Salaam nadhani ndio mkoa uliofanya vizuri kuliko mikoa yote. Nadhani tume watakuja kutoa wao wenyewe takwimu. Lakini umeifanya kupiga kazi kweli. Kuthibitisha hilo walikuwa wameweka siku kwanza tarehe 17 mpaka tarehe 23. Lakini imefika tarehe 23 wao wenyewe tume wakaona mziki kwamba kuna wananchi wengi, vijana wengi hawajajiandikisha. Kwa hiyo wakaongeza siku 2, 24 na leo. Maana yake mwitikio kwa upande wa Dar es Salaam ulikuwa mkubwa sana. Na kwa sababu sisi tulikuwa tunachukua nafasi ya kwenda kuhamasisha vijana wetu kwenda kujiandikisha, ni asilimia kubwa sana ya vijana wamekwenda kujiandikisha. Sasa niwashukuru vijana waliojitokeza kuboresha taarifa zao na kujiandikisha kwenye daftari, lakini wajue tu Oktoba tuna jambo letu. Kura ni za Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa tuambie koneko kipengele hicho cha no reform no election kimekaaje mheshimiwa hapo? Sasa hii issue ya no reform no election mimi nawashangaa. Unajua nawashangaa kwa sababu gani? Nadhani kile chama sasa hivi kimekuwa ni chama cha matamko tu. Unajua tukienda ukiwa mtu wa reason uweze ukaleta agenda ya kuzuia uchaguzi wakati mchakato wa uchaguzi wenyewe umeshaanza. Yaani siku ya urusi unasema unaelekea. Ngoja nikwambie, wametoa huo msimamo wao wa no reform no election. Tuna zaidi ya mikoa 20. Tena sio 20, zaidi ya mikoa 25. Tayari wananchi wameshajiandikisha kushiriki uchaguzi. Sio ni vizuri. Maana yake wametoa ni Dar es Salaam tu ndio tulikuwa bado hatujaanza kujiandikisha. Wewe mwenye akili timamu unaweza kaelewa kwamba wanaweza kufanikiwa ajenda yao. Sisi tunaamini hivi. Hiyo no reform no election. Labda ndani ya chama chao. Wao hiyo kabisa huko. Tutafuata katiba. Uchaguzi lazima ufanyike. Na wao hofu yao ni moja tu. Hawajajipanga na uchaguzi. Unajua uchaguzi wao wanaogopa. Au hawana mgombea. Yaani uchaguzi ni gharama. Mgombea unaweza hata wewe unaweza kuchukua kwa mgombea. Mgombea sio shida. Shida ni unafanikishaje sasa mchakato mzima wa uchaguzi. Sisi kwa upande wetu wa Chama cha Mapinduzi kitazama tushamaliza sasa hivi. Jina la mgombea, wagombea tunao. Tunamfahamu. Rais Samia yupo, Rais Mwinyi yupo, Dr. Nchimbi yupo. Au ndio wagombea wetu. Kwa hiyo tushamaliza kwetu. Huko sisi tumemaliza 5 tena. Lakini hata maandalizi ya uchaguzi wenyewe. Ukifuatilia sasa hivi angalia tumeleta mabasi. Yaani ni uchaguzi wenyewe ndio maandalizi yenyewe. Tizama pikipiki za CCM zinazozunguka kata huko. Nimeona mpaka miswaswali vya CCM. Hao ndio maandalizi yenyewe. Za CCM. Sasa wao sisi tuko busy kujiandaa na uchaguzi. Wao wako busy kusema no reform no election. Na mwisho wa siku tutakutana Oktoba wataanza kusema CCM yetu kula. Fanya vile hivi. Mwisho wa siku tutakuwa na mamlaka. Hajapata muda wa kujiandaa, wanapata muda wa kupiga kelele. Sasa mheshimiwa nadhani kipengele chetu cha mwisho kimeisha, lakini kwa kuondokea yani kitu cha kumalizia sasa ili tuondoke kidogo. Mimi nataka nijue mheshimiwa kwenye siasa uchawa una nafasi gani, na utombe kama wewe ushakuwa chawa kwenye siasa mheshimiwa? Maana mimi naona kama kwenye siasa kama sio chawa huwezi kutoboa. Ni kweli? Kila mtu anakuja na mimi mtoto wa mama Kizimkazi. Na sisi unajua dhana ya uchawa kwanza mimi nadhani niweke kwa hivi. Uchawa sijajua umeuzia kwa context hivi, lakini kumsifia kiongozi mimi sio uchawa. Sio mwenye vizuri. Mimi leo Benkiko nikikusifia kwamba Benkiko unaupiga mwingi kwenye media yako unafanya kazi nzuri. Hata kama si sasa mimi ninachomaanisha uchawa. Uchawa naomaanisha mimi ni ile unamsifia mtu
ili upate kitu. Yaani ile ya kutoka bondeni ili upate hiyo. Sasa hiyo kwenye siasa honestly ipo. Na inalipa. Si unanielewa? Sasa kulipa wanaofanya ndio wanalipa. Si unanielewa? Wapo watu unaweza ukawa unazingua. Yeye anakuambia mheshimiwa umeongea vizuri. Ala? Umeelewa? Lakini umeharibu kabisa. Yaani wewe mwenyewe ukienda kukaa mwenyewe ukimtazama, unaona kama huyu jamaa amenichora fulani, umeelewa? Lakini sasa hiyo huwa haitusaidii. Mwisho wa siku utajidanganya. Umeelewa? Na ili twende kama vijana ni lazima uwe na upeo mkubwa wa kufikiri kwamba hiki ninachokifanya mimi kwangu kinanisaidia nini. Umeelewa? Ukishaona kitu kinakusaidia lakini kina athari anacho. Kwa hiyo hapo mheshimiwa tunataka tuambie watu kwamba uchawa kwenye siasa hauna nafasi. Au uchawa kwenye siasa. Mimi naweza nikasema hauna nafasi kwangu mimi. Kwangu mimi. Kwa hiyo watu wanakuwa real. Kama kitu umekosea sema hapo umekosea. Sema umekosea. Kama umepatia sema umepatia. Yaani hicho. Lakini wanaofia ukisema umekosea wanaweza kukosa na inawezekana bora ukae kimya. Bora ukae kimya. Bora ukae kimya. Maana kuna mwingine unaweza kumwambia umekosea unashangaa kesho umepotea. Kuliko unasikia wengine kuliko mimi niwe chawa mtu. Bora nikae kimya. Okay. Sasa mimi ninaamini chama hiki ni kikubwa sana. Yaani kuna muda kila mwanachama na sifa zake anahitajika. Okay. Unaweza ukawa mkali. Wanachama wote wa CCM wakajua yule kiongozi yule haiba yake na haiba yake ni kwamba ni mkali, unajua. Lakini unaweza ukawa mpole pia. Chama ikajua yule mtu ni mpole. Ikifika wakati wanahitaji kiongozi wa namna hiyo watakuita. Sasa wewe fulani kwa haiba na kaliba yako ulionayo njoo. Sio, umeelewa? Kwa mimi kwangu mimi ukiniuliza hivyo nitasema kuliko niendelee kuwa chawa ni bora nikae kimya. Asante sana mheshimiwa kwa muda wako. Nadhani tumekuwa na kipindi kizuri sana. Sasa kwa kuaga tu watazamaji, Koko hebu tuambie kitu kimoja cha kuaga watazamaji kwa siku ya leo. Kutokana na ujio wa leo acha niwe mstaarabu kidogo. Napenda kuwashauri vijana wenzangu tuweze kujitokeza kuchukua fomu katika ngazi za serikali ya wanafunzi. Okay. Pia ningependa kuambia vijana wenzangu tujiunge kwenye umoja wa UVCCM. Ndio, kuna mambo mengi, kuna faida, fursa nyingi. Kisha tusiwe machawa, ila kama inakunufaisha bora uwe tuweze kupata ugali wa kila siku. Sasa haya bwana Koko. Sasa mheshimiwa na wewe hebu tuambie kitu watazamaji kwa kuaga. Mimi ni washukuru kwanza nyie kwa kunipa nafasi kuzungumza na vijana wenzangu wa vyuo vikuu kupitia media hii. Na niwapongeze, mnafanya kazi nzuri. Asante sana. Tangu mmeanzisha mimi huwa ni mdau mmoja wapo wa kufuatilia YouTube channel yenu. Naona vijana mnaoalika mnazungumza nao na imekuwa ni darasa. Okay. Muda mwingine vipindi vyenu vile mnaulizana maswali ni ucheshi. Huwa tunaburudika kupitia kipindi hiki. Okay. Lakini kwa watazamaji ni washukuru na niendelee kuwaomba muendelee kufuatilia channel hii ya YouTube kwa ajili ya life za chuo. Tutakutana hapa kila siku. Asante sana mheshimiwa ndugu tuongea vizuri sana. Na hivyo ndivyo tunavyofunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Najua mtazamaji umejifunza baadhi ya vitu. Kuna yule ambaye ulikuwa hujui, ndio kwanza umejiunga na chuo, hujui siasa unajiungaje, hujui kwa nini kuna UVCCM chuo, sasa umeelewa. Lakini hata hamfahamu katibu. Hujui katibu. Jamani, vyuo vyote Tanzania Dar es Salaam ndio tunakutakia mtazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. Tukutane Ijumaa ijayo kwenye kipindi kama hichi on campus kila Ijumaa saa 1 kamili jioni. Asanteni sana. Goodbye.